Video hii ni mwendelezo wa video iliyopita ambayo ilikuwa ni sehemu ya pili. Sasa tunaingia sehemu ya tatu, tunaingia kipengele namba 11 juu ya alama 20 za Microsoft ambazo unatakiwa kuzijua kabla ya kutumia Microsoft Excel. Karibu sana. Not equal to hutumika kuangalia kama kwenye certain cell kuna value fulani au hakuna value fulani kulingana na kitu ambacho unataka kutest au kukiangalia. Mfano hapa tuna table hizi tatu. Table ya kwanza ina contain students names na table ya katikati hapa ina contain sehemu unayotaka kuingiza jina au kitu fulani unachotaka kukitesti kama kipo sawasawa na huku au hakipo. Lakini tunapoingiza formula ni sehemu hii. Kwa hiyo sisi tutataka kujua je, seli hii hapa haiko sawasawa na hapa, afu itatuambia kama haiko sawasawa itatuambia true. Kama ziko sawasawa itatuambia false. Kwa hiyo tutaingiza hapa formula, tutasema is equal to, tutasema je, seli hii is not equal to, kwa kuingiza hiki kisimbo chetu hiki to here, alafu tutabonyeza enter. Inasema true. Ni kwa nini? Kwa sababu hapa kuna jina Jamila na vile vile hapa hakuna jina. Sasa kwa sababu hakuna jina ndio maana nimesema ni true. Maana hapa kuna value, hapa hakuna value. Kwa hiyo hazilingani, sio sawa. Kwa sasa tunaweza kutest kwa kuandika jina Jamila hivyo hivyo, Jamila Juma Selemani. Kiweka okay inasema false. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuna jina la Jamila Juma Selemani na vile vile hapa kuna Jamila Juma Selemani. Ndio maana inasema ni false. Kwa nini? Kwa sababu tayari zimesha kuwa sawa hizi cell. Kwa hiyo not equal to huwa ina test kitu ambacho hakiko sawa. Tukiamua kudrag hii hapa mpaka chini. Kudrag hii mpaka chini itatuambia hii hapa ya kwanza ni true lakini zingine ni false. Sasa tukiamua pia kuingiza jina sehemu yoyote hapa tukaandika Jamila Juma Selemani. Okay, bado inaendelea kusema ni true. Lakini tukiandika jina exactly kama lilivyo huku. Kwa mfano huyu anaitwa Masudi Juma Mrefu. Masudi Juma Mrefu. Inasema false. Kwa nini? Tayari zile seli zote mbili zimesha kuwa sawa sawa. Hivi ndivyo ambavyo not equal to hutumika katika kuangalia value fulani. Na tutakapoendelea kujifunza kwenye masuala ya kuingiza formula, value ya false na true hutumika sana kwa ajili ya kutengeneza au kujenga database. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaendelea utaona namna tutakavyojenga database kupitia hizi symbols. Symbol nyingine ni range operator. Range operator hutumika kuselect a certain range of cells na hutegemea pia unataka kukalkulate nini. Hapa tuna mifano miwili. Kuna sum function na average function ambazo zote zinatumia range operator. Kwa hiyo tutaingia hapa kwenye total max. Tuta select a certain sum of range is equal to sum. Select range of cells and then control enter. Utapata total max za mwanafunzi wanaotaka. Kwa hiyo hii itakusaidia kupata nini? Total number of certain values. Kama hapa tunataka kujua mwanafunzi amepata civics ngapi, mathematics, Kiswahili, English mpaka huko kwenye physics. Kwa hiyo tunajua amepata jumla ya max ni hizi hapa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo range operator inatumika. Lakini vile vile tukija kwenye masuala kutafuta average, ukisema is equal to, unasema average, unaweka mabano, una select a range of cells unazotaka kutafuta average. Kama unavyoona range operator hii hapa ndio hiki hapa katikati hiki hapa. Kwa hiyo kinatumika kuonyesha namna ambavyo unataka kufanya average. Unabana and then una control enter, inakuonyesha total average ya kila mwanafunzi. Argument separator. Argument separator huwa inatumika kuseparate between two arguments.
Kwa mfano, tukiingiza formula hapa is equal to, tunaanzisha formula, alafu tunasema if tunataka kujua mwanafunzi huyo wa kwanza Jamila Juma Selemani, hizi marks alizopata ni D, ni A, B, C, D au F. Kwa hiyo tunaingiza argument hapa if, alafu tunasema kama seli hii ya civics is greater to 74, sawa, tunasema iweke A, alafu then tunasema koma, ina separate argument. Kama mnavyoona kuna koma mbili hapa. Argument ya kwanza ni 74. Sasa baada ya 74 unataka iwe nini? Lazima uweke koma ili uweke alama hii A. Na ukishamaliza kuweka koma alama hii A, lazima tena uweke koma kuweka argument nyingine. Tena unasema if hii cell is greater to 64. Umeona nini unataka kitokee? Unasema nataka ilete alama B. Sasa uwezo kaweka B moja kwa moja, lazima uweke koma, argument separator, ndipo inakupa argument nyingine. Kama hapa inakuonyesha kabisa logical test koma, alafu value if true. Value if true tunataka ituletee B. Alafu tena ukishamaliza hivyo lazima uweke koma tena, value nyingine, hiyo na ni argument nyingine, if the same, hii hapa is greater to 44. Tunataka nini? Tunaweka argument separator ya koma, and then tunaweka C. Vivyo hivyo mpaka umalize zote. Kisha maliza unazibana, unaweka mabano. Mabano unayoweka yanatakiwa kuwa sawa sawa na yale yaliyopo huko nyuma. Kwa hiyo unabonyeza control enter. Hapa itatuonyesha error. Imesema false kwa sababu zote tulizoingiza hizo hajatimiza hivyo vigezo. Kwa hiyo hana A, hana B, hana C. Na hii tunavyoona hii ni D. Sasa ili kuto kupoteza muda, nitaka nikuonyeshe tu namna ambavyo argument separator inafanya kazi. Kwa hiyo ina separate between two or more arguments kadiri unavyoendelea kuziweka zile arguments. Mabano au kwa Kiingereza wanaitwa parenthesis. Sasa mabano hutumika katika kugroup arguments. Kuna arguments bila mabano zinakuwa hazifanyi kazi vizuri, na kadiri tutakavyoendelea kujifunza utaona namna jinsi ambavyo mabano husaidia sana wakati wa either wa kutoa, kujumlisha na kuzidisha mahesabu mbalimbali. Fuatilia video hizi ili uweze kupata taarifa kama hizo. Kwa hiyo kwa hapa tutaingiza formula hapa is equal to, tunataka kujua total sales za makampuni yote haya. Kwa tutasema is equal to, tutasema sum, tutajumlisha hizi zote, sum kuanzia hapa mpaka hapa 2028. Sasa tumesha sum. Kama unavyoona hapa kwenye sum kuna mabano haya hapa yanayo hold some information ili uweze kufanya nini? Kufanikiwa kuzijumlisha hizo. Kwa hiyo tutabana na huku. Kishamaliza kubana hivi, alafu unabonyeza control enter, inakuletea total sum ni hizi hapa 75. Sasa ungekuwa hujaweka mabano au labda ukikosea, kwa mfano usipoweka mabano mwanzoni hapa ukabonyeza enter, inakuletea error kuonyesha kwamba umekosea. Yani Excel inashindwa kuelewa unataka kufanya nini. Ndio maana inaanza kukuambia, inakupa maelezo hapa. Lakini vile vile hata ukiacha mabano, usipoweka huku mwishoni ukaweka mwanzoni hapa peke yake. Let's say tumeweka hivi. Ukibonyeza control enter itakubali. Kwa nini? Kwa sababu inaashumu wewe umesahau. Na ukiangalia kwenye formula bar hapa utaona tayari imeshatuwekea mabano ya kumalizia. Kwa nini? Kwa sababu imegundua kabisa tumeyasahau, ndio maana imeweka. Na bila hayo haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo parenthesis au mabano hutumika katika kugroup some arguments ili formula ziweze kufanya kazi vizuri. Absolute cell reference hutumika sana kulock cells pamoja na rows. Kwa hiyo tuangalie mfano mmoja hapa. Tunaweka is equal to, tunataka kuona je, civics hapa ni sawasawa na cell hii hapa. Hii tumeingiza tu, hatujalock kitu chochote. Hebu tuone mfano huu kama unakuaje. Kwa hiyo utadrag kwenda huku. Kidrag tu inakuwa inaanza kuonyesha kadiri ambavyo mbili ilipo
kwenda upande huu na hii tuliyoiweka inakuwa hivyo hivyo. Sasa tunataka ionyeshe 2 sehemu hizi zote, isituletee namba zinazofuatia. Kwa hiyo hapa tutalock seli yote na unabonyeza F4, una kliki kwenye formula, unabonyeza F4, ina lock directions zote. Control enter, alafu then ukidrag na kuonyesha kwamba imelock column. Unaona? Sasa unaweza ukalock column peke yake au ukalock row. Column ni hii hapa. Kwa hiyo kadiri inavyokuwa inaenda huku, inakuwa inaonyesha kitu kilichopo pale, kile kilichopo kwenye reference ile ambayo umeiweka, ambayo ni hii hapa. Sasa ukilock direction ya rows, hizi rows ni hizi hapa. Hizi ndio rows hizi. Kwa kwenda chini hivi, hizi zinaitwa row. Lakini kwa kwenda hivi zinaitwa column. Sasa tunataka tulock nini? Tulock column. Tutabonyeza tena F4 mpaka hiki kidola sign kiwe nyuma ya herufi. Kwa hiyo ikiwa $D, maana yake column imekuwa locked. Nabonyeza enter. Ukidrag kwenda hivi utaona bado inaonyesha ni 2 zote. Ukidrag na kwenda chini utaona kabisa upande wa huku ziko locked, lakini upande wa kwenda hivi haziko locked. Ukitaka ulock na kwenda chini, maana yake ubadilishe, maana yake utaenda hiyo kwenye D, utabonyeza F4, tena unabonyeza F4, tena unabonyeza F4. Italock row. Italock row lakini itaachia column. Control enter, imesha lock row. Kwa hiyo kilichopo hapo una drag mpaka kuja hivi. Sumona hapa pote inaonekana 2 zote. Kwa nini? Kwa sababu kwenye namba, yani dollar sign ikiwa nyuma ya namba, maana yake always itakuwa inaonyesha row ile ambayo unaitaka wewe iapie. Umeona? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo absolute cell reference inafanya kazi. Asanteni sana kwa kuangalia. Kwa leo tutaishia mahali hapa, na katika video inayofuata tutaendeleza na kumalizia hizo alama nyingine zilizobakia kutoka namba 16 mpaka 20. Mpaka tutakapoonana wakati mwingine, nikutakie kila la heri.